Binti, unaweza unajua kuwa muda wa pango ulishaisha miezi mitano. Ndio baba, nafahamu. Naomba nivumilie siku kadhaa tu. Nitakupatia pesa yako ya miezi ya nyuma na ijayo. Hapana. Sijaja hapa kwa ajili ya kuweka marafiki yangu. Nimekuja kwa ajili ya kukuondoa. Naomba ingia ndani. Pake baadhi ya vitu na vingine uviache kama sehemu ya malipo ya muda uliokaa. Baba, sipo vizuri kiafya kama unionavyo. Na sina mahali pa kwenda. Naomba nivumilie tu. Nitakupatia pesa yako. Hauna tofauti kabisa na marehemu mamako. Nishachoshwa sana na hizi aina za porojo. Nilikufanyia hisani, kufanyia msiba wa mama yako hapa. Lakini siwezi kuendelea kukufuga na wewe ufie hapa bure. Nachokuomba, ingia ndani. Beba unachoweza kubeba. Nataka kufunga mlango wangu. Dada, naomba chapati za 2000. Samahani dada, hiyo pochi ni yangu kama sijakosea. Alikugea Ngadu, si ndio? Wewe dada, vipi? Una shida gani kwani? Kwa hiyo viwanda vya hizi pochi vilitengeneza pochi moja tu? Hapana, sio hivyo, lakini mimi naifahamu pochi yangu na sina shida na hiyo pochi, bali nina shida na aliyekupatia hiyo pochi. Kuna pesa yangu anayo, nahitaji anipatie ili niende hospitali. Ninaoma, sina hata 100 kusema nitajitibia. Dada, mimi simfahamu huyo Ngadu. Na hii pochi nilinunua Mtumbani, sawa? Sawa kama umfahamu, lakini pia nina njaa. Naomba hata chapati moja tu. Nikipata na kikombe kimoja cha maji, angalau naweza kujisogeza mahali ambapo naweza kupata msaada.
Vipi kuhusu kulala na mimi? Alafu nikakupa ofa ya kukaa pale kwangu kwa muda wa miezi 6. Tufanye miezi 9 basi. Alafu ni mara moja tu. Nakupatia shilingi 20,000 kwa ajili ya matibabu, sio kama unaomba. Lakini kama unataka kuendelea kuhangaika namna hii na mwisho ubaki na watu wasioeleweka, sawa? Umesema ni miezi 9. Alafu na 20,000 mara moja tu, si ndio? Ndio. Nimewakosea nini walimwengu hadi wao wakatili namna hii kwangu? Ni kwa nini jana leo tu alibadilisha mawazo ghafla na kuamua kabisa kunizimia simu, na wakati nilimweleza kuwa naumwa sana? Kama amenifanyia makusudi atalipa kwa haya yanayonikuta sasa. Nikishakuwa sawa nitafika nyumbani kwake ili nikamhoji kwa nini alibadilisha mawazo. Yule mpuzi si alikana kumfahamu Gadu yule. Alikuwa anajaribu kucheza na akili yangu Acha niende kwanza nyumbani kwa Doto. Hawa wawili niachane nao kwa sasa. Aise. Pole sana Kulwa. Kwani ilikuwaje? Aliniaga hapa kuwa nakwenda kwa mtu aitoe Kaseli kumpelekea pesa. Lakini masaa kadhaa baadaye nikapigiwa simu na watu wakatoa taarifa kuwa mwili wa marehemu Doto umeokotwa. Vipi aliuawa? Kwa kupigwa risasi, si ndio? Hapana. Madaktari walisema alikabwa na kunyongwa. Hakuwa na tundu la risasi. Lazima ni wewe, si ndio? Ni wewe mwanaalamu. Yeye nani? Na maana unamfahamu mtu aliyefanya haya mauaji? Hakuna mtu mwingine, lazima atakuwa ni Gadu tu. Nenda kaniletee nguo aliyovaa marehemu wakati anakuja kwangu hadi anauawa. Na mafuta ya kula kidogo, unga, udi, pamoja na kiatu chenye uchafu chini. Kama ni wewe Gadu, utapata tabu sana. Siwezi kuvumilia tena.
Na maana wewe ndiye Kaseli, mtu ambaye Doto alikuwa akikuletea pesa? Fanya nilichokuagiza. Вот он, кстати. Sio utahitaji udi bila kiberiti. Ukitaka kujua ndugu yako vipi aliuawa na kumjua muuaji, unganisha viganja vyako na viganja vyangu. Doto, sie ni ndugu zako, tuoneshe vipi uliuawa. Aise, kumbe Doto hakuwa kinidanganya kuwa amekaribia kufika kwangu. Ngadu, sitokuwa mvumilivu tena. Subiri uone moto wangu. Wote mlionifanyia ubaya, subirini muone moto wangu. Ngadu. Oya. Ngadu. Oya, nani mwanangu? Ngadu.
Ina maana wangu wameanza mchana sio? Ngani? Unafanya nini Catherine? Unataka kurudia mambo leo hapa kwamba hautayahitaji tena? Umesahau ulivyokuwa watu wengi kipindi cha nyuma? Ina maana ulivyokuwa unaniambia ulikuwa unaniogopea. Usikaribishe tena utawala mzimu wa bibi yako na kuomba. Hapana mama. Hapana! Navunja kiapo hiki kuanzia sasa. Sitaki tena uje katika maisha yangu. Ulishakufa. Subiri nikifa ndipo tutaongea.